Kama ni direct employment, ajira za moja kwa moja, inaniu ni mzuri na fursa kama hiyo na kustahili aina gani, faida na hasara gani. Kisha mwenyewe ni gharama. Unakuja kazini, anza kazi. Hii ni mzuri. Kila kitu ukifika huku akakukata mshahara. Changamoto nyingine, Hi bestie, karibu tena Official Minazi Vlog. Channel hii kwa mahususi kwa kuelezea changamoto na maisha ya Gulf, sana Dubai, Omani. Watu wanaotaka kusafiri, kama wanataka kujua tu chochote kuhusu Dubai, basi stay tuned, bakia hapa hapa kwenye hii channel, utapata kila kilicho bora. Sasa kitu kikubwa, subscriber wangu mnaangalia video lakini hamlike. Jamani, naomba tu mnipe time yenu, mlike, mshare, mcomment ili channel hii izidi kusambaa sehemu nyingi. Nisiwachoshe, leo nilikuja na issue moja hivi. Kuna huu utaratibu sasa hivi, inawezekana ulikuwepo ila sasa hivi umeshika sana tama, huu utaratibu wa wanasema ni direct employment, ajira za moja kwa moja ambazo zinakufanya wewe utoke Afrika au Tanzania uje huku moja kwa moja. Hizi inaniu ni mzuri na simlaumu mtu, hata kama ningekuwa mimi ningeipata fursa kama hiyo nakubali, lakini tu nataka hapa niwaambieni ili mtu ukiwa unatoka huko ujue unakuja kwenye lifestyle ya aina gani, au ujue kwamba hii direct employment ina faida na hasara gani, ina faida na changamoto gani. Kwanza tuanze na upande wa faida. Upande wa faida, kama nilivyosema, siwezi kumlaumu mtu kwa sababu upande wa faida, wewe kujisafirisha mwenyewe ni gharama. Gharama kubwa, let's say 3 plus. Haya. Lakini wale watakwambia toa 1.5 au 1.2, hata 1,000,000, utakuja kila kitu, visa utakatiwa na kampuni moja kwa moja, utakuja na visa ya ajira moja kwa moja, employment, na ukifika huku utapata ID yako ya miaka 2, maisha yataendelea. Kwa hiyo hii inakuwa simple kwa upande huo. Unatoka huko ukijua moja kwa moja unakuja kazini, na unatoka huko moja kwa moja kweli unafikia kwenye accommodation, unaanza kazi. Hii ni mzuri. Lakini nyingine kwa upande wa kipato, wewe ukishaambiwa utoe kiasi hiki na inabidi utoe kiasi hiki, hii ina favor sana kwa upande wa financial. Yaani ina maslahi sana kwa upande wa kipato. Kwa hiyo hizo ni mzuri. Lakini sasa kuna changamoto ambazo watu hawaambii, maagenti hawaambii, au ule mtu ambaye anakutafutia hivyo asemi, kwa sababu yeye akishaambiwa mlete fulani na yeye kuna maslahi anayapata. Kwa sababu kampuni anapo baadhi ya watu, nitafutia watu wangapi wanaotoka Tanzania moja kwa moja au Kenya moja kwa moja au Afrika moja kwa moja. Yule atatafuta watu. Akishatafuta watu, atakwambia nipe kiasi fulani. Umeelewa? Wewe ukitoa na yeye ananufaika. Kwa hiyo hata kuambia ukweli. Ukweli utaupata hapa Official Minazi Vlog kama kawaida, mzee wa kuwasanua. Hii bwana, tunaanza na faida nishazielezea, tunakuja upande wa changamoto. Changamoto zake kubwa, kitu cha kwanza ni kweli utafikia kuna ajira moja kwa moja, lakini ukifika huku inakuwa ngumu kwanza kufahamu sheria zako zinazokuhusu. Pili, inakuwa ngumu kujimanage kwa sababu yule kakuchukua moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza ukaja huku akakugharamia kila kitu, ukifika huku akakukata mshahara ili afidie pesa yake. Yaani kama alikuwa mshahara dirhamu 1,000 ukapokea 500 au 800 au 700 mpaka kwa muda ambao pesa yake itatimia. Au tuseme ukatoa mshahara, sio changamoto kubwa kwa sababu atakukata kwa miezi labda 6 au mingapi, kisha atakuacha. Lakini nataka hiki kitu tu ufahamu, unatoka huko unakuja huku kwa nani gani. Changamoto nyingine ambayo wengi wanakutana nao, nimeshuhudia vijana wengi baada ya kufika huku, baada ya muda unakuta wanatoka mawili, wengine wanatoka wanafanikiwa kuvunja mkataba, mwingine kwa sababu kakuletea kuvunja mkataba anakufanyia vitu vya kukuabscondi, kukupiga block, anakuwa yupo tu hapa anakaa kinyume na sheria. Hivi vijana wengi sana wako mtaani. Sitaji majina ya kampuni, lakini zipo, na kama utanifuata wewe tayari ulipata issue, ukinifuata inbox peke yako naweza nikakwambia hii ndio hivyo, hii ndio hivyo. Lakini asilimia kubwa kampuni zote ziko hivyo. Kwa hiyo changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, kuto kujua haki zako wewe kama mfanyakazi. Huku tukija kampuni na haki zake, na wewe mfanyakazi una haki zako. Kwa hiyo kama kawaida sitaji majina, baadhi ya maofisa wa nchi fulani ambao ndo wanashika nafasi za huko sana na makampuni, wanachokifanya
wanakukandamiza au wanatukandamiza, wanatukandamiza au wanakukandamiza. Mawili, ukafanya kazi uka overdose kazi, yani mtu anataka ufanye anavyotaka yeye, sio kama sheria inavyotaka, na hauna cha kufanya, ukafanyishwa kazi kinyume na sheria, yani kazi zikazidi kuliko mkataba wako, lakini kwa kuwa ulikuwa hujui kitu, mkataba umesainishwa hujui, wewe utafanya. Kiufupi, yani hautofahamu sheria zako zozote na utafanya vile utakavyotaka wao, kwa sababu wewe ni mgeni, wamekugaramia, hujui chochote. Tofauti na ukaanza kufikia kwanza uraiani huku, watu watakupa kodi bwana 1 2 3 4 5 6 7 8 mpaka 9. Kwa hiyo kuna faida za ajira za moja kwa moja na kuna changamoto zake ambazo watu hawaambii. Mimi niko hapa kwa sababu ya kuambia, na nishawaambia. Kama ni ndugu yangu mimi akiniomba ushauri, kama ana uwezo wa kujileta, namwambia kama uwezo wa kujileta njoo, utapata fursa kuangalia kazi gani na kufaa, utapata fursa kuangalia kipi nifanye, kipi nisifanye. Na utakutana na watu pia, kila mtu atakupa mawazo yake, utatoka hapa kichwa chako ushafahamu kidogo nusu ya Dubai, mabosi au kazi za Dubai zinaendaje. Lakini sisemi kama mtu usije, jamani. Njoo, ila nataka uje, ila ukitoka huko ujue kabisa naenda kukutana na kitu gani, au niliona vlog fulani nilisema hivi na hivi, kumbe kweli. Na wapo wanaokuja wanakomaa bado mpaka kesho pia. Nisiwachoshe jamani, msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tubakie hapa hapa. Bado vitu vingi sana vinakuja. Bye bestie.